Alafu sasa mwanangu, usimalize maneno. Utakuja kushangaa siku 2 3 kija kuolewa mara mama mimi mzee mkweo tena ndo hivyo kila kati anataka mimi nachoka sitaki. Mama, ndo nakwambia. Sababu itafikia tu na mwenyewe utafikia utakuwa kama yeye, utakuwa unalinga, unanata kwa sababu una hela. Mbona kama tuna ugomvi? Ndio hutaki kunipa hata salamu? Samahani kwa kupotezea muda wako. Lakini kiukweli najiona kama mwanaume dhaifu sana kwako. Na kila sekunde ya kumbukumbu yangu kwako huwa ni maumivu. Misili ya moyo iliyowekewa kijinga cha moto. Na kuna muda natamani ningekuwa nimekukosea ili nijue unaniacha kwa sababu nimekukosea. Lakini si hivyo. Naomba tuchati kama hapo mwanzo. Walau niudanganye moyo wangu kwa kuufariji. Sawa, naelewa ukipewa kilema unapewa na mwendo. Lakini nawezaje kutembea kwenye hii njia yenye makaa ya moto? Kiulizo. Uweze kurejesha maji ambayo yameshamwagika. Nilikuwa na ndoto na wewe ndani, mikono yangu mitupu, moyo wa dhahabu. Uliniacha kwa yule mwenye pesa nyingi, lakini moyo wangu hawezi kubadili. Nasema pole kwa yote. Ni nani? Ni Kiulizo mama. Najua kuwa ni Kiulizo. Na kwa nini unalia? Hivi mwanangu, kwa nini unataka kunitia aibu wewe? Si unajua kwa ni mchumba wa mtu? Unavyosimama na wanaume hapa barabarani, unajenga picha gani wewe? Hivi hawa unaona wanaume wenye msimamo kwako? Hawa ndio waharibifu. Si umenielewa? Unaona wanakupenda sasa hivi. Wakija kukutia mimba, watakuacha unalia. Unajua umepata mwanamume wa maana, mwanamume mwenye msimamo. Unaenda kusimama na hawa vidampa hawa. Usitake kunitia aibu. Nyumbani. Baba. Naona neka sawa mchanga wako. Unajua kipindi cha mvua maji yanaota, lazima tuweke mchanga vizuri hapa. Shikamoo. Marahaba. Nimetikia wito wako mzee wangu. Matula. Unakumbuka kule tulipopeleka barua yako ya posa? Sasa wale wametujibu. Na wanadai wanataka hii ndoa ifanyike haraka. Mimi nikamwambia hapana, siwezi nikatoa jibu la moja kwa moja. Ni lazima nikutane na mhusika ambaye ni wewe. Sasa wewe ndio nataka uniambie ndoa yako unataka tuifanye lini, kipindi gani? Jibu la kwako ndio mimi nitafikisha kule sasa. Kiukweli mzee wangu, mimi sitaki kutia neno katika hili. Na ni vyema wewe mzazi wangu kwa heshima kabisa uchague lini, siku gani mtoto wako niweze kufunga ndoa. Mimi nikwambie kwanza nashukuru kwa kunipa heshima mimi kama baba yako. Umenifurahisha sana. Siku zote ndoa ni jambo la heri. Unapozungumzia swala la ndoa basi malaika wema ushuka, ufurahia. Kwa hiyo basi hakuna sababu yoyote ya kufanya delay. Hili swala ni lazima tulifanye ndani ya mwezi ujao. Tunataka mwezi utakaoanza tu. Wiki za mwanzo hizo. Sisi tumeshamaliza habari ya ndoa. Haina shida mzee wangu, mimi nakusikiliza wewe tu. Kingine sasa nikwambie. Sio pale nyumba ilivyokuwa kubwa hii.
Yaani nataka niwe nacheka na wajukuu zangu. Nikipita huku ninaitwa babu, babu. Ndio furaha. Nyumba kubwa hii. Mimi najua hii mida yake. Lazima atokee. Na akitokea tu mimi nitampanga. Sema sipendi mimi una huzuni mwanangu. Unakuwa unaniangusha. Miss mind. Atatokea hapo nitamuunga naye vizuri. Au si? Nimesikia hivi karibuni unaenda kuolewa. Kwanza hongera. Asante. Lakini shemeji, hivi unaona hali anayopitia mwenzio? Usitaki kuniambia unafurahi kumwona vile. Hali ya kuwa unajua wewe ndo sababu ya yote. Kiukweli Kiulizo anaumia sana. Na sio yeye tu. Hata mimi naumia. Sikuwazaga hata siku moja kwa mtakuja kutengana. Shemeji, si ni wewe ndo ulisemaga kwamba hujaona yeyote wa kufanana naye. Tena ukiwa umejilaza kwenye mabega yake. Na ukasema kuwa shemeji, tulikuwa na sasa tumebadilika. Tunatakiwa tukubali ili maisha mengine yaendelee. Ni kweli maisha yataendelea. Lakini kwa upande wako, vipi kuhusu yeye ambaye muda na saa yote anaweza kuwa mfu? Siku moja takuwa sote hata kama leo. Ikiwa sababu ni wewe, utaki kuniambia hujali kuhusu hilo? Ndiyo. Najifunza kutokujali. Na nahisi hilo somo limeniingia sasa. Niwatakie siku moja.